Kwanza kabisa nawahi kuamka saa 11, inatakiwa niamke. Namwamsha Moses, nampa maji ya kunawa uso, anapiga mswaki kwa sababu kuoga naoga jioni. Akishakuwa nampa nguo, namsogezea, anaanza kujiandaa, anavaa. Nampa chai, akishakunywa chai basi moja kwa moja anajitusha kibaskeli kwanza. Nashuka nacho eneo ambalo baskeli inaweza kupita. Naiweka pale. Narudi kwa ajili ya kumbeba Moses. Nambeba, namshusha, namweka kwenye kibaskeli, naenda naye mpaka shuleni. Natakiwa nikifika hapa nifanye kazi kidogo, kama nikufua nikafue mara moja, basi nishuke tena kwa ajili ya kumchukua na kumleta nyumbani. Nikifika pale tena nasimamisha kibaskeli, nambeba, napandisha naye, narudi kuchukua kibaskeli, narudi. Kwa hiyo nakuwa nimechoka sana. Kwa hiyo ni muda mchache sana ambao nafanya kuingiza kipato. Na ndio maana unakuta yani maisha yangu hayanyanyuki haraka kwa sababu familia kubwa inanitegemea na pesa zinatakiwa shuleni, hela ya chakula. Unakuta wakati mwingine mtoto anarudi, mama nimepigwa, mama nimesomba mchanga kwa sababu adhabu, hela ya chakula sina. Kwa hiyo inaniumiza sana kama mzazi. Nabanwa sana, yani kujigawa, nashindwa. Mtazamaji, kama unatazama makala hii na una uwezo wa kusaidia chochote, basi fanya hivyo tafadhali. Ni miaka 10 Moses katika mgongo wa mama yake kwenda na kurudi shule. Moses sasa ana miaka 19. Hana usonji, lakini anasoma shule ya msingi kitengo maalum Ipogolo. Kwa mujibu wa mama yake, ilishindikana kusoma katika shule jumuishi za kawaida kutokana na unyanyapaa na uelewa mdogo wa walimu. Walimu wakati mwingine wanawanyanyapaa watoto wetu. Wanaona kama watoto wa tofauti. Hata kama mtoto yule anakuwa na uelewa wa kusoma, wanawanyanyapaa. Kwa hiyo naona nimpeleke kule angalau akapate faraja, kwa sababu walimu wale kule ni walimu wenye upendo, walimu wanaotusogeza karibu sisi wazazi. Kwa hiyo tunapata faraja kule, tunaona watoto wetu wanakaa sehemu yenye usalama. Kifafa ndio mwanzo wa Moses kukakamaa na kupata ulemavu huu wa miguu na mkono. Alikuwa na miaka 9 wakati huo. Anaishi na mama yake na nduguze wengine 5. Kwa hivyo familia yao ina watu 7. Kwa jitihada mama yake amefanikiwa kujenga hapa mlimani. Nyumba yake ina vyumba 2 na sebule. Chumba kimoja analala yeye na binti yake, na chumba hiki kingine analala Moses na ndugu zake 4 katika kitanda kimoja. Unaweza kufikiri katika hali yake hii ya ulemavu jinsi usiku unavyokuwa mrefu kwake. Yaani kipato changu mimi, kazi zangu hazitabiliki sana. Maana kazi za kufua huwezi kufua kila siku. Unaweza kukuta kwa wiki mtu akakuita mara moja. Inategemeana sasa nguo ambazo umetoa ni za shingapi. Unaweza kukuta asilimia kubwa huku Iringa, huku kwetu Ipogolo, nguo kuanzia shilingi 5,000 unapata. Kuvuna unaweza kaitwa, na kuvuna siwezi kwenda kila siku kwa sababu ya Moze. Unakuta naenda labda siku ya Ijumaa ambayo yaende shule, kuvuna shilingi 7,000 tunapata. Kwa hiyo ndio vipato vyangu havitabiliki sana. Sababu unaweza kaenda vibarua vikawa hamna, ukawepo tu nyumbani. Changamoto za malezi kwa Moses ni nyingi, anasema mama yake. Sasa ni mtu mzima licha ya kusoma shule ya msingi kwa muda mrefu bila kuhitimu. Hata hivyo, mama Moses anasema bado hajakata tamaa. Kwa kweli changamoto kubwa, Moses saizi ameshakuwa mtu mzima. Yaani kuna vitu vingine unaweza kama mzazi ukavifanya akaona kama unamuonea vile. Kwa sababu kashakuwa mtu mzima. Unaona, kwa sababu mtoto kama huyu inatakiwa umsafishe, ufanye nini. Kwa hiyo angalau yani kama serikali nilikuwa naomba angeenda boarding akakutana na wenzake pale, angalau anajisikia vibaya lakini hawezi kusema kwa sababu hawezi. Lakini atakapofika boarding
kuna wenzake. Mheshimiwa mbunge alikuja, alinipa 50,000. Akaniambia nianze kukanga samaki. Sasa wakati ule nilikuwa kwenye nyumba ya kupanga na nilikuwa sina kodi. Ikabidi nilipe kwenye kodi niendelee kuishi. Mtano TV tumefika hapa baada ya kupewa taarifa ya kwamba Moses kashindwa kuhudhuria masomo kwa muda mrefu kutokana na kuchakaa kwa kitimwendo chake. Yani nimekukumbuka shuleni. Nimekukumbuka sana. Somo la shule. Hesabu. Kingine? English. Jamani, kingine? Kiswahili. Najisikia vibaya kama tunaenda shule. Mama anakushusha. Ndiyo. Anakushushaje sasa? Maana hamna njia ya kupita baiskeli. Nibe. Niaba ya mganga mkuu halmashauri ya manispaa Iringa, tumekabidhi kiti hiki na Moses anatoa neno. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Ninajua hajafanya kwangu tu. Kwa kuwa na roho ya namna hiyo, anafanya na kwa wengine. Mimi kama mama wa Moses nashukuru sana sana. Uko wapi baba Moses? Shangazi, mjomba, bibi, mko wapi? Nini kimewapa upofu na kigumizi kushindwa kuwahudumia watoto hawa ambao ni damu yenu? Tuelekee nyumbani kwa kina Anet Kajwanga. Ana miaka 16 sasa. Imemlazimu mama yake kupanga chumba hiki kimoja ili aweze kuishi karibu na shule hiyo hiyo ya msingi Ipogolo kitengo maalum ili Anet apate haki ya elimu. Kwa mujibu wa mama Anet, mtoto huyu ni pacha. Malaria kali katika umri wa miezi 9 ilipelekea ulemavu wa miguu, na ndipo wakati huo mama yake aligundua kwamba mwanaye ana usonji pia. Naitwa Jeni Sanga Lomani. Naishi Liamgungwe. Nimezaliwa kijiji cha Mlolo. Ni mtoto huyo ni mtoto wa 5 kuzaliwa kwa wezie. Nilizaa kulwa na doto wa watoto. Nilizaa mmoja akawa anaumwa sana. Nikampeleka kituo cha Ipamba. Nilipompeleka kituo cha Ipamba akapata matibabu. Baadaye zile sindano kama zilimzuru ndo akapata huo ulemavu. Ingine isingekuwa hali hii, huenda Anet angekuwa kidato cha kwanza hivi sasa. Tuligundua huo mwaka huo kwa sababu tuliona kila tumefika mwenzake anatembea afu yeye hatembei. Nikapewa barua kutoka Liamgungwe Katani kwamba nitafute shule, imeonekana shule maalum Ipogolo. Ndo nikaandikiwa barua nije hapa. Nikapokelewa. Kabidi sasa sina uwezo wowote wa kufanya, kabidi nipange chumba kutoka Liamgungwe. Anet anaishi katika chumba hiki kimoja na mwenza wake, na Anet akilala chini pembeni yao kwenye kilago hiki na ndugu yake mdogo. Kodi ya chumba hiki ni 30,000 kwa mwezi. Mama Anet anasema gharama za matunzo na kumbeba mgongoni mwanae huyu ndiyo mtihani mkubwa anaopitia hivi sasa. Anatamani sana pengine mwanae aweze kupata kitimwendo. Labda kionekana tu kibarua naenda kufanya, kisema mtu nikafue naenda. Naamka saa 11. Nikishaamka saa 11 na muandaa nambeba naanza kwenda. Kwa sababu hapa shuleni wanasemaga tusipike, tuwape chakula, tunaenda kupika huko shuleni. Wanatuhudumia tunakula huko. Kwa hiyo muda kama huu saa 6 tena tunarudi. Chochote kwa sababu na changamoto. Nikifika kule hapa namkojolesha naenda kwa sababu hawezi chochote. Aendi chooni. Ni hapo hapo kila kitu. Labda ningepata msaada wowote tu wa
kiwe kinamchukua hicho kibaskeli kubeba, maana ni changamoto. Nashindwa. Manake umri umeenda, kama tupo sawa tu. Babake kabisa alikufa. Alikufa 2013. Aliniachia watoto wadogo. Wengine, mmoja alikuwa darasa la 5, mmoja alikuwa la 7, mwingine darasa la 3. Tena kaniacha na ujauzito wa miezi 5. Kalea mpaka sasa hivi mtoto yuko la 7. Anahangaika hivyo hivyo vibarua. Nahangaika hivyo hivyo vibarua ili mradi mtoto aende shule. Kipindi huwa saizi nasafiri, huwa nalima kama kanusuweka nyumbani. Kama saizi kifunga namchukua mtoto naenda, kwa sababu siwezi kumwacha huko. Kila ninapokwenda nipo naye, kila ninapokwenda nipo naye, kila ninapoenda nipo naye, siwezi kumwacha. Maumivu ya mgongo wa mama Aneth ayajuaye ni Mungu na Aneth mwenyewe. Watanzania wenzangu, naomba kwa msaada, naomba msaada kabisa. Hata yeye nipa sabuni, kia ninunulia hata kagodoro tu. Maana hata pa kulala nipa shida. Hata kambolea kanusu mfuko, nitashukuru. Kwa sababu muda wa kulima upo. Chakula. Aneth akipata kabaskeli itamsaidia kutembea aende shule. Ule maumivu inayopata mwenzake naipeleka shuleni huyu mtoto kwa kubeba mgongoni anisaidie. Sera ya elimu ya mwaka 2014 inatoa tamko kuwa serikali itaendelea kuongeza fursa anuwai za elimu na mafunzo kwa usawa kwa makundi yote ya kijamii katika ngazi zote, ikiwemo watoto wenye mahitaji maalum. Pia sera hiyo hiyo imeeleza kuwa serikali itahakikisha kuwepo kwa miundombinu bora na stahiki ya kutosheleza mahitaji ya elimu na mafunzo kwa makundi yote katika ngazi zote za elimu na mafunzo. Licha ya jitihada hizo za serikali za kuhakikisha watoto hawa wanatambuliwa mapema na kupata huduma stahiki, lakini bado kumekuwa na changamoto zinazowakabili watoto wenye mahitaji maalum. Katika umri huu wa miaka 19 na 16, Moses na Aneth wanasoma shule ya msingi kitengo maalum cha Ipogoro. Umri walionao sasa pengine wangeweza kuwa sekondari. Unajua ni kwa nini wanasoma kwa muda mrefu? Kwanza, kwa watoto wenye ulemavu, walio wengi huchelewa kuanza shule. Hii ni kutokana na aidha kukosekana kwa utambuzi wa mapema wa hali yao ya afya, ama kufichwa ndani na kutelekezwa na familia. Kwa Moses, ni ngumu kwake kuhudhuria masomo katika siku 4 za wiki. Katika siku 4 za wiki anazopaswa kuwepo shuleni kwa sababu ya changamoto za afya, umbali mrefu wa kwenda na kurudi. Mama yake hulazimika kwenda kutafuta kibarua ili kupata riziki na kushindwa kumpeleka mwanae huyo shuleni. Pengine je, nini kifanyike? Serikali inaweza kutazama haki ya watoto hawa kwa kukamilisha mabweni katika shule hii ya Ipogoro kitengo maalum, ambayo yanasuasua kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Endapo mabweni haya yanayosuasua hayatokamilika, basi haijulikani Moses na Aneth na mama zao lini watahitimu elimu hii ya shule ya msingi. Nasema na mama zao kwa sababu pia mama zao huenda nao shule kila siku na kurudi. Watanzania, mnaweza kuwachangia kina mama hawa kupitia namba hizi. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Tukusuiga Mwaisumbe. Pole na kuchoka mama. Asante.